kuna siku ananiambia bwana tule kiapo. Kiapo nikamwambia kiapo ndo nini, mimi sijawahi kuapishwa kiapo, mimi sijui. Akaniambia wewe njoo. Bwana wewe niapie kwamba wewe utakapopata mwanamke au utakaponichiti ufe. Nikamwambia hamna, mimi siwezi kufanya kitu kama hicho. Akaniambia basi sawa, mimi nakuapia sawa. Mimi nikipata mwanaume mwingine au nikakuchiti nisipate mtoto. Nikamwambia basi kama ni hivyo poa. Na mimi basi nikamwambia mimi nikikuchiti nikipata mwanamke mwingine azae. Nikalala hapo. Yaani umefunika usafu mvua inakunyeshia. Yaani ile mvua saa wakati inanyeshia ndo napata unafuu, kwa sababu nilikuwa naumwa sana. Mbona kama nazidi kuumia, hii mvua ikininyeshia ndo napata unafuu. Na hapa ikiisha itakuwaje? Basi au labda ndo siku yangu ya kufa, kwa sababu mwenye nyumba ni mchungaji. Ngoja niende pale nimfuate aniombee, hata nikifa Mungu anipunguzie adhabu. Mimi nikafuatilia nikamkuta anaishi na bosi wake. Akasema kweli huyu jamaa ndo amenichukulia na anajua kabisa huyu mke wangu, alafu amenichukulia mke wangu. Kweli kuna siku moja nilishikwa na hasira. Akasema ngoja niende mpaka pale ofisini kwake. Peleka barua bwana, naitwa polisi. Kufika pale akaniambia wewe ndo umefanya fujo kwa huyu mzee. Umeenda kufanya fujo? Nikamwambia hamna. Mimi pale nikawaelezea polisi kwamba bwana huyu jamaa anaishi na mke wangu. Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV, mwendelezo wa habari, matukio pamoja na mikasa. Hii ni exclusive interview, nipo na brother ambaye amepitia mambo mengi mazito na makubwa. Ukisikia yale mambo ambayo unaambiwa walioko jela sio wote wana hatia, basi hii inaweza kukuhusu. Lakini mapenzi yanauma, mapenzi yanalinda pia, mapenzi yanaponya, mapenzi yanaokoa na mapenzi yanaua. Hii ina maana kamili kabisa ya hayo yote yanayotajwa kuhusu mapenzi. Ilikuwaje kwa upande wake? Tunakwenda kufahamu mambo mengi kutoka kwake, ila kabla nikukumbushe tu, kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kuupoteza. Bofya subscribe kisha alama ya kengele, tuwe familia moja. Tiki TV, kiakili zaidi. Mimi naitwa Kelvin Shayo. Brother, habari? Safi, salama kabisa brother. Kwema kabisa. Hongera kwa majukumu. Asante, hongera na wewe pia. Shukrani na pole kwa mitihani. Asante sana. Kwa wanafamilia wa Tiki TV nikupe nafasi ya kujitambulisha. Mimi kwa majina naitwa James Israeli, ni mzaliwa wa Arusha. Mimi ni mtoto wa 6 katika familia ya watoto 7. Nimezaliwa 2001. Elimu yangu nilishia la 7 kutokana na ugumu wa maisha pale nyumbani. Ukiangalia maisha ni magumu kweli. Na ukiangalia pale mamangu ni mgonjwa. Sio kama nilifeli, hapana. Nilitoka nyumbani kwa sababu ya ugumu wa maisha. Ukiangalia pale nyumbani mama mgonjwa, baba mwenyewe ana maisha pale. Ukiangalia ndio kilichonisababisha mimi kutoka nyumbani. Toka nikiwa na umri wa miaka 14. Tu kama hicho ndio. Nitoka nyumbani nikatafutiwa kazi na babangu mdogo. Akanitumia nauli nikaenda Dodoma. Kwenda kule nimefanya kazi mwaka mmoja. Nilipofanya kazi mwaka mmoja ili nisaidie familia yangu, basi pole bosi akawa ananipa 40,000. Kwa hiyo nikatoka hapo Dodoma hapo nikarudi nyumbani. Baada ya kukaa mwaka mmoja nikarudi nyumbani. Kufika pale nyumbani maisha yakawa ni magumu zaidi. Basi nikatoka kwa sababu mama alikuwa anaumwa sana. Kwa hiyo nikatoka pale. Kabla ya kuja Dar es Salaam nilikaa Moshi. Nilikaa kuna sehemu moja inaitwa, nimesahau kidogo imenitoka, ila ni mitaa Mwika kule. Wanaishi Rombo huko. Na sio Rombo, ni njia panda kwenda Rombo. Nadhani watu wengi watakuwa wanaifahamu. Kwa hiyo nimekaa hapo, nimekaa kama miezi 6. Ukifanya kazi ya? Nikifanya kazi ya nilikuwa nafanya kazi na alima huko Migombani, na toka kule na alipwa. Kwa hiyo nikawa nafanya vibarua tu vya mtaani. Kwa hiyo hapo nikakutana na mwanamke mmoja. Ni mzuri kweli, anashawishi kila mtu, lakini baada ya hapo basi mimi nikamwomba mawasiliano, akanipa mawasiliano yake. Hapo mimi sikumficha hisia zangu, nikamtongoza. Hapo na yeye kweli akanikubalia. Kunikubalia, sikukaa naye nyumba moja, yeye alikuwa anakaa kwao. Tukawa tumekaa kwenye mahusiano kama miezi 4. Kweli tukawa tunakutana hivyo.
na hatukujipanga kama tutakuja kuzaa kupata mtoto. Ila ndoto yetu ilikuwa hivyo tu, baada tukipata maisha baadaye tutakuja kuwa na mtoto. Lakini baada ya hapo akapata mimba. Kupata ujauzito nikawa naendelea kutunza hivyo. Nilipotoka hapo nikaona maisha kule, hela ambayo mimi nalipwa ni ndogo sana. Na nikatoka pale nikaja Dar es Salaam. Kwa Dar es Salaam nikawa nafanya kazi za duka. Nalipwa hapo nalipwa 100,000. Sababu kuna rafiki yangu aliniunganisha. Ule bosi akanambia, bwana, inabidi ukope nauli yako, ukishakopa ukifika huko mimi nitakurudishia. Nikamwambia basi kama nipo poa, kwa sababu mimi na shida ya kazi, basi nitamwomba hata rafiki yangu anikopeshe nauli, nikifika huko atanirudishia. Kipindi kile nauli ilikuwa chini. Basi mimi nikakopa 50,000 pale na hela ya kula. Nikatoka kule nikafika Mbezi pale, nikafika usiku. Kumpigia wewe bosi wangu akanambia, kwanza kabla sijatoka akanambia nikope nauli alafu na chumba cha kulala nimeshakuandalia. Nikamwambia basi poa. Nilipofika Mbezi akanambia, bwana, mimi sina pa kukulaza, wewe inabidi utafute pa kulala, wewe una ndugu yako. Nikamwambia mimi ninaye, lakini wewe unaniambia kwamba ukifika huku nitakupa sehemu ya kulala. Akanambia hamna, wewe tafuta pa kulala ili kesho ukija tuongee vizuri. Kweli mimi nikaenda kwa rafiki yangu nikalala. Asubuhi nikaamka. Kuamka akanambia, bwana, wahi kazini ili nikupe na maelekezo mengine. Nikamwambia poa. Nikatoka hapo asubuhi, nimefika kazini. Akanambia, bwana, kazi ni kubeba hizi kreti, kupakia kwenye pikipiki, kusambaza vinywaji mtaani, na muda mwingine kama wateja wapigi simu nachukua baisikeli nazurura na tafuta oda. Basi nikawa kwa sababu tulikubaliana atanipa 1,500,000. Kufika huku ndio kama hivyo. Cha kwanza alinigeuka kwenye nauli. Pili akanigeuka sehemu ya kulala. Tatu akawa analipa 100,000. Kweli hiyo 100,000 kweli nikawa napambana hivyo kwa sababu sikuwa na roho ya kisasi, kwa sababu ningekuwa labda ni mtu fulani angeshamfanyia labda yule bosi ule mbaya. Sababu yule bosi nilikuwa nachukua mzigo mkubwa, nafunga kwenye pikipiki na sambaza, naweza nikakaa hata na 600,000, 700,000 mfukoni. Na pikipiki yake ni mpya. Ile kwa sababu alitoa dukani akaiweka ndani, mimi nikaenda kuichukua. Umeona? Kwa hiyo sikutaka kumfanyia kitu chochote. Basi mimi nikachukua, nikawa nampelekea hela yake, kila kitu namkabidhi, nafungua afu naondoka zangu. Na hapo nilipokuwa nakaa kwa rafiki yangu pale, nadhani walinichoka, kwa sababu mtu akikuchoka kwambii. Basi siku moja nimelala usiku, nimetoka kazini, yani nimechoka, jua kali. Nimelala, nashangaa pale kwa wale kwa rafiki yangu ule, yeye alienda bafuni. Kwenda bafuni ndio saa kuna madogo pale. Sema ni wakubwa wako likalangu. Wakawa wananivuta miguu. Nikiamka nikiangalia hamna mtu, nikilala anakuja ananivuta mguu afa nakimbia. Basi mimi nikasema, kwa sababu mimi ni mtoto wa kiume, acha niondoke. Nikachukua nguo pale, nikavaa nguo zangu zile, nikaacha begi langu pale, nikaenda Mbezi pale stendi pale. Pale stendi nikakaa kama mwezi. Sababu unalala stendi? Nalala pale stendi pale. Kama watoto wa mtaani. Kama watoto wa mtaani. Wale askari wakija wanatupiga makofi, fagieni hapo, tunafagia. Tunazoazoa matakataka pale tunatupa, afu tunakaa. Kishafika asubuhi mimi natoka Mbezi mpaka eneo la kazi na mguu. Ila usiku bosi analipia nauli. Hivyo ila asubuhi anilipia nauli. Ila chakula najitegemea. Anajua unapolala? Pa kulala anajua, kwa sababu aliniambia nikae kwa rafiki yangu. Basi hapo kwa rafiki yangu mimi sikutaka kumwambia kama nalala stendi. Basi baada ya hapo mimi nikatoka hapo, nikamaliza mwezi pale kwa bosi wangu pale. Akanilipa 100,000, kunilipa nikatafuta. Kipindi kile vimba vilikuwa bei ya chini sana, chumba cha giza 15,000 mpaka 20,000. Basi mimi nikatafuta chumba cha 15,000, nikalipa miezi 3. Pale nikakaa kama mwezi wa kwanza, nikakaa wa pili naendelea kufanya kazi. Sasa pale bosi wangu pale kwenye zile frame zetu pale, mwenye frame akasema, bwana, nyie kodi yenu ikiisha inabidi hapa muondoke. Kwa sababu hapa
mimi nataka nijenge sheli. Basi tukakubaliana pale na bosi wangu akaniambia basi nitafutie frame. Kweli nikatafuta frame nikapata 1,500,000. Yeye hakuwa na uwezo wa kulipia frame ya 1,500,000. Akaniambia bwana mimi nataka frame 80,000. Nikamwambia hiyo kazi wewe wape madalali, mimi sio dalali na hiyo kazi ya udalali mimi siwezi. Akaniambia hamna, ona nisaidia wewe kama mdogo wangu. Nikamwambia basi poa. Nikatafuta nikapata 1,000,000. 1,000,000 basi akaniambia nitaenda kulipia. Kulipia basi mimi nikatoka pale. Kumbe vitu vyake akaniambia bwana kuna gari inakuja pakia vitu hapo vipeleke nyumbani. Kweli mimi nikachukua vile vitu tukapeleka nyumbani kwake anapokaa. Vitu vya dukani au? Hivyo vitu vya dukani. Kuna gari imekuja tukapakia. Akaniambia bwana mdogo wangu sikia. Mimi nataka nikafungulie frame Tabata. Nikamwambia Tabata akaniambia kama nikamwambia kama ni Tabata sawa. Akaniambia ila mimi nataka niende Moshi. Wewe inabidi kupe pikipiki yangu hii hapa uendeshe. Nikamwambia unanipa mkataba au hesabu? Akaniambia sikupe kwanza mkataba, inabidi uendeshe kwanza hesabu. Kwa sababu pikipiki yake ilikuwa Fecon, ipo chini, kwanza abiria hawaipendi. Basi nikawa sina jinsi. Nikaichukua nikawa naendesha hivyo hivyo. Kaendesha. Kweli yule mwanamke ambao nipo naye kwenye mahusiano akaja akajifungua. Kujifungua akakaa kwao kama mwaka sijaonana naye. Hapo ila nikaa natuma tu hela matumizi. Hapo akakaa mwaka kwao. Mwaka basi kwa sababu mimi huko nalipa kodi nafanya na kazi, naendesha bodaboda hivyo. Hiyo pikipiki ambao bosi wangu alinipa akaja. Kuja akawa kweli ni mvumilivu na kaa naye kwenye hicho chumba cha 15,000 haina umeme, simu tunaenda kuchaji kwa jirani. Nani? Simu zetu, simu yake yeye na ya kwangu. Mwanamke sasa. Yule uliyezana. Kwa sababu alikuwa shakuja sasa huko. Na mtoto. Mtoto hajaja naye. Kamwacha. Kashakuwa. Ameshakuwa. Kwa nikakaa hapo, nikakaa naye siku ya kwanza ya pili, tukakaa kweli. Tukakaa kama mwaka. Sasa pale napolipa kodi, tulipolipa kodi kwa sababu sisi tulikuwa tuna mkataba. Pale jamaa wakaja kumbe ile nyumba ilikuwa ishauzwa. Wakaja ilikuwa kipindi cha mvua. Wakaja wakavunja ile nyumba, walipovunja wapangaji kweli kila mtu kivyake. Siku wanavunja kusema kwamba toeni vitu wala nini. Tunashangaa mafundi wanapanda juu wanangoa bati afu mvua. Mimi kweli nikachukua mifuko pale nikafunika vitu vyangu pale. Na sikumwambia bosi wangu. Funika kweli alikuwa na ndugu yake sio babake mkubwa. Tukaenda kukaa hapo kwa babake. Mwanamke sasa. Kaenda kwa baba mkubwa. Nahisi kitu kama hicho. Unafika? Kafika pale akamuomba. Huyo mwanamke akampigia babake akampigia huyo mzee, akawa ameongea naye tukakaa pale. Alikuwa anajua tu yule babake kwamba bwana huyo binti anaishi na mume wake huko. Kwa hiyo nikakaa naye hapo nikakaa kama kwa sababu pale tumeambiwa tukae wiki 2 afu tafute chumba. Basi yule mzee akanatuambia bwana kitaka kukaa hapo inabidi mwe mnaenda kanisani kwangu, mwe mnasali kanisani kwetu. Ngambia basi kama ni hivyo poa, ila mimi nishapata chumba. Kanambia hamna, wewe usiondoke hapa. Alikuwa anasali kuna kanisa moja ya Pentecoste. Tunaenda pale. Mwanamke akanambia bwana mimi kuliko kukaa tu hivi bure inabidi nitafute kazi. Kwa sababu yule mwanamke kweli maisha yalikuwa magumu kipindi kile. Kimwachia 3,000 mchana na kupigia simu kama kawaida. Unakuja unakula unaondoka. Lakini mimi imefika kipindi yani nikimwachia mpaka 5,000 nakwambia bwana haitoshi. Kweli nikawa napambana hivyo. Yule bosi akaja akachukua pikipiki yake. Kuchukua pikipiki yake kwa sababu ilikuwa ni abiria haipendi, mimi nikawa nakosa na hela. Nikachukua pikipiki ambao ni Boxer Dar es Salaam. Watu wengi wanapenda kupanda Boxer. Zile Fecon zile hawazipendi kwa sababu ipo chini sana. Basi mimi nikatoka hapo nikachukua Boxer hiyo nikawa naendesha. Kweli ilikuwa mbovu. Kwa sababu yani sikuwa na namna kwa sababu abiria alikuwa anaipenda tofauti na ile pikipiki ya mwanzo. Ilikuwa mpya lakini abiria hawaipendi. Lakini hapa ilikuwa mbovu. Kweli nikawa naendesha hivyo hivyo. Nikawa namwachia hela nyumbani. Akaniambia bwana mimi kuliko kukaa tu hivi inabidi unipe nikatafute kazi. Akamwambia basi kama ni hivyo poa. Natafuta kazi, akapata kazi ya library. Kazi ya library hapo akaniambia bwana kuna kazi nimepata, sikuuliza ni shilingi ngapi. Kwanza siku ile aliniambia kwamba nataka
nikatafute kazi. Akaenda kutafuta kazi akapata ile bali. Nikamuuliza vipi unalipwa shilingi ngapi? Manambia umeshapata kazi. Akanambia bosi kanambia taongea naye kesho. Kama ni hivyo basi poa, utanijulisha. Akanambia poa. Kesho yake kaenda kuongea naye. Nikamuuliza unalipwa shilingi ngapi? Akunambia. Basi mimi nikaachana naye, akafanya kazi mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka miezi 7. Hakunambia kitu. Kwa hiyo hela uione. Wala sijai kumwambia kwamba naomba hela. Na matumizi unamwachia. Na matumizi kila kitu kitaka chote mimi nampa. Basi tukakaa. Baada ya hapo, kwa sababu pale ofisini kwake mimi huwa narudi usiku sana, saa 6 saa 7, muda mwingine namkuta nyumbani, muda mwingine nampigia simu anisubirie niende naye nyumbani. Basi siku hiyo saa baadaye kukaa, alifanya kazi miezi 6. Akawa anaonesha dharau, jeuri. Anakuja nyumbani kwanza ajisikii kula. Nikamwambia pika, apiki. Basi mimi kipindi kile ilikuwa kipindi cha mvua inanyesha. Pikipiki yenyewe ilikuwa mbovu ukiangalia. Pale mimi nikawa nachukua vitu, nampigia. Ikishafika jioni muda wa kurudi nyumbani, namwambia vipi umepiga au nije na chakula? Anambia wewe kula huko mimi sijisikii kula. Mimi kweli watu wengi walikuwa wananifuata bwana, pale anapofanya kazi yule mwanamke wako inabidi uwe mwangalifu na yule bosi wake, kwa sababu yule bosi wake huwa anavunja sana ndoa za watu nini. Basi mimi nikamwambia hamna, yule mimi namwamini. Kwa haiwezi kufanya kitu cha kijinga. Akanambia hamna, wewe fuatilia. Lakini kwa hiyo mimi nikafuatilia. Siku moja, kwa sababu yeye si mtu wa Moshi huko. Ifika mwezi wa 12. Mdogo kashafanya kazi sasa miezi 7. Akanambia bwana, mimi nataka niende Moshi. Akamwambia sawa, nataka uende Moshi. Lini? Akanambia naondoka kesho. Akamwambia sasa unaondoka kesho? Unaondoka kwa sababu gani? Hamna, mimi nimeamua tu niende nyumbani kule. Nikasalimia wazazi wangu. Akamwambia hamna bwana, acha utani. Nikajua labda ni utani. Akanyamaza. Tukalala siku hiyo. Kweli saa 9 imefika. Mtu ananiamsha bwana, mimi nataka niondoke. Kumbe kalikuwa shapanga vitu vyake, anaondoka. Kama sio ondoka kwa sababu gani? Hamna, mimi naondoka. Nikamwambia mimi sina nauli ya kukupa wewe. Akanambia mimi sihitaji nauli, ila mimi nataka niondoke. Nikamwambia nikalala. Nikajua labda utani. Kweli akanifungua, akatoa neti. Basi mbwa akaanza kuningata. Mimi kweli kwa hasira nikaamka. Nikampiga kibao. Akachukua virago vyake kaondoka. Chukua mabegi akaondoka. Mimi kuchungulia nje namuona ule bosi wake anampakia, kaondoka naye kwenye bodaboda. Basi mimi nikanyamaza. Nikampigia yule rafiki yake ambao aliniambia kwamba anataka aende Bunju kule kwa rafiki yake. Basi mimi nikampigia yule rafiki yake. Nikampigia yule rafiki yake, bwana yuko wapi? Ilikuwa kwa sababu imepita kama nusu saa. Anambia huyu kashafika huku. Nikamwambia nauli katoa wapi? Anambia mimi sijui nauli labda alikuwa nayo. Basi mimi nikakausha, nikaendelea kufanya kazi, ila nilikuwa naumia. Basi nikakaa kama ilikuwa kipindi cha sikukuu ya Christmas. Ilikuwa kama tarehe 23 hivi. Basi mimi nikakaa mpaka nikawa nawasiliana naye tu fresh. Akaniomba msamaha, bwana mimi nataka kurudi. Kama nataka kurudi, akamwambia kwa sababu mimi ni binadamu tunakoseana. Sawa lakini mimi nimeshakusamehe, wewe rudi. Akaniambia poa. Nikamtumia nauli. Ilikuwa nakumbuka ilikuwa mwezi wa 12 tarehe 31. Kwa tumepokea mwaka mpya. Nikamfuata akanipigia bwana saa 8. Mwezi wa kwanza sasa tushapokea mwaka mpya. Saa 8 akanipigia bwana niko Afrikana. Nikamfuata kule. Nikampeleka nyumbani. Nikakaa naye mwezi wa kwanza wa pili. Nikaumwa. Nilipoumwa niliumwa kwa sababu nilikuwa nafanya kazi kwenye mvua, nafanya kazi kwenye mvua, nafanya kazi huko chakula nakula kidogo kwa sababu maisha kweli yalikuwa magumu kipindi cha msimu wa mvua inasumbua. Na pikipiki yangu ilikuwa mbovu, huku natuma hesabu. Kweli nikaumwa. Siku moja nikalala. Nilivolala kwa sina hela ya kwenda ya kujipeleka ya kwenda hospitalini. Basi mimi nilivolala akawa
Mchana akanipigia simu kwa sababu usiku alikuwa anajua kama naumwa. Asubuhi akuniaga kaondoka. Kuondoka mimi nikasema labda anarudi, hakurudi. Mchana ananipigia simu, bana umekula? Nikamwambia hamna, sijala. Akaja na chips kavu nyumbani. Yaani hakuleta na maji. Hata chips kavu akaniwekea hapo, akaondoka. Kuondoka kweli mimi nilikuwa sijisikii kula. Sikula kile chakula, basi nikakiacha. Kwa sababu yani alipotoka kule sikugombana naye mpaka siku ile naumwa, yani sikugombana naye. Basi mimi nikatulia zangu, nikaendelea kulala. Karudi usiku kile chakula sijala. Hakuja na chakula chochote. Akaniambia bwana, sikia, wewe unaumwa, nenda hospitalini. Nikamwambia mimi sina hela. Akanambia hauna hela? Nikamwambia basi leta hela nikuchukulie Panado. Kweli nikachukua, nikachukua 1000 nikamwambia kanichukulie Panado. Chukulia Panado pale, mimi nikawa nimelala. Akaenda kwa sababu duka haikuwa mbali. Alikaa huko, alikaa mpaka saa 7 usiku. 7 usiku mimi nimelala, yani nje mvua inanyesha, yani nilikuwa najisikia vibaya sana. Nikatoka usiku, yani ile mvua ilipokuwa inaninyeshea ndo napata unafuu. Sababu basi hapo nikatulia zangu, nikalala kwenye mvua. Nikawa nimefunika tu uso. Nikalala hapo. Yaani umefunika uso afu mvua inakunyeshea. Yani ile mvua sasa wakati inanyeshea ndo napata unafuu. Kwa sababu nilikuwa naumwa sana. Basi nilikuwa na homa, yani sikwenda hospitali. Aliponikuta pale nje nimelala, nimefunika uso pale, nikasikia kama mtu anakuja, akasimama pale kwa sababu nilikuwa nimelaza kichwa hivi. Yeye akaja akasimama hapa karibu yangu, akasimama kama dakika 5. Nikahisi kama mtu ananigusa kwa sababu mwili wangu ulikuwa ushakufa ganzi. Kanipiga teke pale, bwana amka. Akasema hamna, mimi sijisikii kuingia ndani, mimi bora niache tu hapa sababu hii mvua inavyonyeshea mimi ndo napata unafuu. Kweli pale hakunijibu chochote, akaingia zake ndani. Ingia ndani, basi mimi nikatulia zangu. Nilipotulia nikakaa kama dakika 5, nikasema mbona kama nazidi kuumia, hii mvua ikininyeshia ndo napata unafuu, na hapa ikiisha itakuaje? Basi au labda ndo siku yangu ya kufa. Basi mimi nikanyanyuka nikasema basi kwa sababu mwenye nyumba ni mchungaji, ngoja niende pale nimfuate aniombee, hata nikifa Mungu anipunguzie adhabu. Kweli pale ninyanyuka pale, kwa sababu pale tunapokaa ile ngazi kidogo ipo juu. Akasema hapa sasa mimi nashukaje hapa? Au basi tu Mungu anisamee, ngoja nirudi zangu ndani, hata nikifa basi. Kweli nikarudi ndani. Kurudi ndani nikamkuta mtoto amekaa. Mtoto wangu mimi. Kwa sababu alipoenda kwao alirudi na mtoto. Aliposafiri wakati ule alipochukuliwa na huyo bosi akasafiri, alirudi na mtoto. Alirudi na mtoto. Au kutuambia ukakuta mtoto amekaa. Nikakuta mtoto amekaa analia, anasema baba, njoo lala hapa. Mimi nikasema sawa, nitakuja, ngoja nibadilishe nguo. Kweli nilikuwa najisikia vibaya sana. Yeye akamchukua mtoto akamweka kule, akamlazimisha alale. Kweli mtoto akawa analia. Nikamwambia mwache mtoto. Akanambia wewe bwana lala huko. Kama hutaki toka nje. Kweli mimi sikutaka kujibizana naye. Nikabadilisha nguo pale. Badilisha nguo nikalala. Kulala kweli nilikuwa sina usingizi. Nikakaa kwenye sofa, nikatulia zangu pale, nimekaa kama yani nilikaa mpaka saa 10 asubuhi. Saa 10 pale mimi nikatoka zangu pale nikalala tena. Kulala nilikaa kwenye kitandani pale nikalala. Kalala mpaka asubuhi. Hakutaka yani alipoamka asubuhi hakuniuliza naendeleaje. Hakuniuliza kitu chochote. Akatoka pale moja kwa moja akamwandaa mtoto akampeleka shule, akaondoka zake. Sababu ile dogo alikuwa shaenda shule. Kaondoka na mtoto. Mchana kunipigia simu, nikasema hapa nikiendelea kukaa na njaa nitakufa. Basi nikachukua pikipiki, yani niliendesha kama hatua 10 nikaanguka nayo. Nikasema hapa nafanyaje? Ngoja nipigie wanangu waniletea hata chakula nyumbani. Kweli nikapiga simu. Akaniambia bwana, mbona hakutuambia kama unaumwa? Nikamwambia simu yangu yeye ilikuwa haina salio hapa, yenyewe nimekopa. Akaniambia basi poa, tukuletee chakula gani? Kweli walikuja na waletea mandazi, wengine waletea kuku, wengine waletea chipsi. Kwao walikuja na majuisi kweli. Kwao nilipokunywa zile juisi nikapata unafuu. Pata unafuu, nikamwambia wewe wanangu hapa kesho naweza nikaingia barabarani. Akaniambia basi poa. Kweli kesho hiyo, kwa sababu yeye
alivorudi usiku akaniambia hivi vitu kakuletea nani? Nikamwambia bwana wewe viache tu. Akaniambia poa. Kwa hiyo alivorudi akala ile kuku, sababu nilikula kidogo. Kaja katafuna zile kuku, kala chips zote, yani kamaliza. Basi mimi nikatulia zangu pale. Asubuhi kama kawaida yake akaondoka, yani hakutaka kujua mimi na yani akuniuliza kama naendeleaje. Na chakula kakimaliza. Na chakula kakimaliza. Pale mimi nikatoka zangu. Asubuhi kidogo nimepata unafuu, kwa sababu ule mwenye nyumba nilimpigia simu. Nikamwambia bwana naumwa, akaja akaniombea kidogo nikapata nguvu. Pata nguvu saa asubuhi alipoondoka. Ilikuwa mida kama mchana hivi. Wakanipigia bwana leo tukuletee chakula. Nikamwambia amna, itakuwa kama anawasumbua. Mimi ngoja nije. Nikachukua pikipiki kweli, nikafika mpaka kijiweni. Kufika mpaka kijiweni pale, pikipiki kazingua. Kuzingua kwa sababu nilichukua abiria nikashuka naye. Sasa ile barabara ilikuwa mbovu. Kuchukua abiria nikaenda naye. Nenda naye kule, muda wa kurudi kwanza yule abiria sikufika naye. Pikipiki kazima. Kazima pale nimepiga kiki ikagoma kuwaka. Nikamfaulisha yule abiria, akapanda pikipiki nyingine akaondoka. Mimi pale nikawapigia washikaji bwana, joeni mnisaidie maana pikipiki imezima huku chini. Mimi siwezi kukupandisha mpaka huko. Kweli wakaja wakanisaidia kwa sababu nilikuwa sina hela yoyote. Pale kweli ni beti imesumbua pale. Nikakopa pale, nikaenda kuchukua beti nyingine, nikawa naendelea kufanya kazi. Pale nimefanya kazi, ilipofika jioni nikawa yani mwili unasikia baridi sana. Nikamwomba mshikaji wangu mmoja akanichukua pale akanipeleka nyumbani. Uende hospitali muda wote? Yaani sijaenda hospitali kwa sababu nilikuwa sina hata hela ya hospitali. Yaani jamaa nikachukua dawa ya maumivu tu na Panadol, nikarudi zangu nyumbani. Rudi nyumbani nikalala. Kesho yake hivyo. Nikasema kweli hapa naumwa. Kwa sababu kweli yani nilikuwa yani mwili yani nilikuwa sijisikii kufanya chochote, yani hata kula nilikuwa sijisikii. Sema nilikuwa najilazimisha. Pale wakajashikaje akanichukulia matunda pale. Nikala matunda. Nikakaa tena siku 2 ndani kwa sababu nilikuwa naumwa, najisikia vibaya sana. Nikakaa kama siku 2 ndani. Pale siku ya 3 nikatoka, kidogo nikapata unafuu. Nikawa nafanya kazi. Yeye akirudi? Yeye akirudi aongei na mimi. Chakula yani hanambii kama nimekula au sijala unaendeleaje. Kwa hiyo basi nikawa nafanya kazi, nikifanya kazi naambia bwana mtoto amekula, anambia wewe haikuhusu. Anambia mimi anambia wewe bwana wewe haikuhusu. Nikamwambia basi poa hamna noma. Sasa nikatoka hapo nikaenda kufanya kazi kurudi. Siku moja ilikuwa nakumbuka ilikuwa mwezi wa 3. Ilikuwa tarehe 15. Alirudi usiku kwa sababu yeye huwa nampitia pale kazini na mtoto nampeleka nyumbani. Siku nyingine anagoma kupanda pikipiki anambia bana hapo sio mbali mimi natembea kwa mguu. Kaambia basi poa kama ni hivyo. Siku nyingine mpaka nagombana naye apandi. Basi mimi siku hiyo nikasema basi ngoja nimwache nimchukue dogo. Anambia wewe mchukue mtoto mimi kumbe nikimchukua mdogo yeye anaenda kufanya mambo yake kwa sababu nyumbani pale ni sehemu ya dakika 5 kutembea, lakini nikasubiri mpaka masaa 2 hajafika. Basi mimi nikawa naumia tu, ila nashindwa kumwambia kwa sababu nikimwambia yani ni ugomvi. Basi kwa sababu kipindi niko Moshi. Kuna siku ananiambia bwana tule kiapo. Nikamwambia kiapo ndo nini? Mimi sijawahi kuapishwa kiapo, mimi sijui. Akaniambia wewe njoo. Bwana wewe niapie kwamba wewe utakapopata mwanamke au utakaponichiti ufe. Nikamwambia hamna, mimi siwezi kufanya kitu kama hicho. Akaniambia basi sawa, mimi nakuapia sawa. Mimi nikipata mwanaume mwingine au nikakuchiti nisipate mtoto. Nikamwambia basi kama ni hivyo poa. Na mimi basi nikamwambia mimi nikikuchiti nikipata mwanamke mwingine azae. Basi alinitengenezea bifu na hisi kuanzia siku hiyo mpaka leo. Sasa ilikuwa mwezi wa 3 nakumbuka. Hiyo tarehe 16 alichelewa kurudi. Alirudi saa 6 usiku. Saa 6 usiku mimi mdao nilikuwa shafika niwahi kurudi saa 4 kwa sababu yeye kawaida pale kazini kwake anatoka saa 2 saa 3 kwa sababu ni mke wa mtu inabidi awahi. Siku hiyo alirudi saa 6. Basi nikamuuliza kwa sababu alikuwa na simu. Hiyo simu nikamuuliza simu ya nani? Akaniambia ya bosi wangu kanipa ni download movie huku nirushe kwenye computer afu nirushia watu movie. Nikamwambia basi poa.
Akanambia bwana, mimi leo kulikuwa na wateja wengi, sababu pale ofisini nilipopita pale ofisini nikakuta wanafunga. Kumbe yeye alichukuliwa na bosi wake wakaenda nyumbani, kwa sababu ile bosi wake alikuwa anaishi tu na watoto wake, so anakaa na watoto wake, kashaachana na mke wake. Kwa mimi nikamuuliza umetoka wapi, anauliza wewe unauliza wewe kama nani? Nikamwambia sawa. Kweli mimi yale majibu yake hayakunifurahisha. Akaondoka, kukimbia pale, akarudi ndani. Nikaongea naye pale, akaisha. Asubuhi akanambia nigee hela mtoto ya shule, nikampa na hela ya matumizi pale, akaondoka na mimi nikaondoka zangu. Kuondoka usiku narudi hivi nyumbani. Kwa sababu nikasema sababu leo nimemkera mke wangu, inabidi ngoja nimpelekee hivi vitu. Nikanunua kuku, nikanunua chips, nikaweka na mayai, nikambebea hivyo vitu, nikampelekea. Nikakuta kashaondoka, achukua mabegi, kachukua kila kitu, kashaondoka. Na vitu vyako au vyako? Vitu vyake. Kwa nikasema kaondoka na mtoto. Nikasema sasa hii imekwaje? Pale nikauliza kwa yule mwenye nyumba, akaniambia mke wako kwanza anajeuri, hajaongea na sisi, kuna mtu kaja naye hapa kaondoka naye. Yupoje? Kuna dogo tu pale make yuko naye pale ofisini. Kwa hiyo kaondoka naye. Akasema kaondoka naye, akaniambia nikamwambia basi poa, ngoja nikamuulizia ofisini pale. Kifika pale ofisini kwao pale, kamuuliza bosi wake, ananiambia bwana mimi sijamuona, make aliniambia kama anasafiri. Nikamwambia basi poa. Kweli nilikuwa naumia sana, kwa sababu ni mwanamke ambaye nilikuwa nampenda. Ni mwanamke ambaye nimeshawekeza sana kwake. Kwa hiyo papo nikakaa, nikarudi nyumbani, nikasema nisiendelee kuangalia, yule ni mtu mzima. Nikapiga simu kwao pale, akaniambia bwana sisi hajatupa taarifa yote kama umegombana naye. Akasema basi ngoja nirudi nyumbani. Kwa hiyo pale kile kitana, yani niliporudi nyumbani, yani nilikuwa hata sipati usingizi. Kweli nikatulia pale, nikakaa, nikawa nampigia simu, kwa sababu ile simu yake wakati tunagombana, ile simu yake nilichukua nikaipiga chini, nikaivunja. Kwa ivunja yeye akafanya kunikomoa, akuweka line kwenye simu nyingine. Kwa hiyo aliondoka kimya. Mimi nikafuatilia, nikamkuta anaishi na bosi wake. Mimi kwa sababu najua njia anaotokea bosi wake, na watu wengi waliwahi kuniambia kwamba bana kuwa makini na wewe bosi wake, kwa sababu bosi wake huwa ana tabia ya kutembea na wake za watu. Kwa makini. Nikamwambia kwa nini? Basi poa, nitafuatilia. Kwa yale maneno mimi sikuyazingatia kipindi kile. Nikaja kuyazingatia kipindi nimeachana naye. Kwa hiyo katoka pale, nikamfuatilia asubuhi, nikasema huyu kama atakuwa anakaa na bosi wake, basi kwa sababu shule anaosoma dogo mimi naijua, ngoja asubuhi nifuate njia, naweza nikakutana naye. Kweli nikakutana naye, anatoka juu kwa bosi wake, na bosi wake anakaa huko. Nikamuuliza huko unatoka wapi? Nikamwambia bwana wewe fanya maisha yako, na mimi nafanya maisha yangu. Nikamwambia sasa wewe, kwa sababu kweli kipindi kile cha mwanzoni alipotoka kwao, alipokuja huko, alikuwa na maisha magumu sana, yani ilikuwa ni mbaya, yani ukimwangalia mpaka akawa anaogopa kutoka nje. Yani ni mchafu kwanza, yani hata nguo kubadilisha alikuwa badilisha. Kweli nimembadilisha kwa kiwango fulani, yani nimembadilisha sana. Mpaka akawa amenenepa yani. Basi katoka hapo, nikambembeleza kwani shida nini, turudi nyumbani. Akamwambia mimi mimi siwezi kurudi. Akaniambia hawezi kurudi. Nikamwambia sawa basi ngoja nikamchukua yule dogo. Chukua yule dogo, nikamweka kwenye pikipiki, nikaondoka naye. Kuondoka naye moja kwa moja yule nikakutana na bosi wangu. Kumbe nilipomchukua yule mtoto akampigia bosi wake. Kwa hiyo bosi wake mtu wake sasa. Kwa hiyo jamani kapishana naye, akapita. Kwa sababu kipindi sijagombana naye, kipindi nakaa naye, ule mtoto ananiambia baba kuna baba mwingine, akawa anampiga mtoto. Baba kuna baba mwingine, akawa anampiga mtoto. Kwa hiyo mimi sikufuatilia. Hapo alipompigia bosi wake nikapishana naye. Mimi nikapita zangu. Kaendelea na nikampeleka huyo mtoto, nikasema wewe usimpeleke shule. Wewe ngoja inabidi nikae sehemu, nipigie hata wazazi wangu nimpeleke nyumbani. Pale ndo ilikuwa mida saa 2:00. Mtoto nikakaa naye, nikampeleka nyumbani, nikakaa naye mpaka saa 5 saa 6. Nashangaa askari ananipigia simu, bwana mimi naitwa fulani. Njoo kituo cha polisi cha sehemu fulani. Nikamwambia kuna nini? Ananiambia bwana mzazi mwenzako yuko hapa, anasema kwamba umemchukulia mtoto. Nikamwambia basi poa anakuja.
Kweli mtoto nimemchukua nikaenda naye mpaka pale polisi. Fika pale, shida yenu nini? Anambia askari bwana, nimekuja na mtuhumiwa wangu huyu hapa. Akasema kwa hiyo mimi leo nimekuwa mtuhumiwa tena. Anasema kwa hiyo mzazi mwenzangu. Akasema bwana, nimekuja na mtuhumiwa. Akasema mtuhumiwa gani tena? Kwa hiyo mimi leo ndo naitwa mtuhumiwa. Basi mimi nikatulia zangu pale. Kajua labda nitapigwa pale, nikapelekwa kwenye kuna nini wanaita sio dawati la nini jinsia pale, tukapewa pale maelekezo bwana, kama bwana huyu kama kagoma kurudi nyumbani hapo anapokaa inabidi hayo mazingira uyaangalie, kama ni mazingira mazuri inabidi yakae, kama sio mazuri utarudi naye hapa, sisi tunajua tunafanyaje. Kweli pale nikamlipia bajaji pale, tukatoka pale nenda nyumbani. Kwa hiyo bosi wake sasa hakutaka kunipeleka mpaka kule. Kwa hiyo pale nikatoka pale, kweli kuna sehemu walishuka. Akaniambia bwana ngoja nakuja, akashuka. Kushuka na mtoto sikumuona tena. Sikumuona, kumpigia simu apokee. Pigia simu apokee. Kumbe alinikimbia. Basi mimi nikawa naumia hivyo hivyo. Au kurudi polisi? Sikurudi polisi. Nikasema yeye acha afanye anachotaka yeye. Basi mimi nikaachana naye. Katoka pale nikawa naendelea kufanya kazi. Au kutani naye? Sikutani naye. Bosi wake namuona tu. Ukimkionana? Sasa kuna siku nikasema kweli huyu jamaa ndo amenichukulia na anajua kabisa huyu mke wangu, alafu amenichukulia mke wangu. Kweli kuna siku moja nilishikwa na hasira. Nikasema ngoja niende mpaka pale ofisini kwake. Fika pale ofisini nikamwambia sawa wewe mjomba, mimi siku ile nilikuuliza. Sawa. Mke wangu amekuja huku kanambia mimi aliniambia kwamba anasafiri. Lakini huku kuniambia kama unakaa naye. Akanambia bwana wewe utajua mwenyewe. Kwa hiyo unataka nini? Kweli mimi nikasirika. Nitaka nimpiga, akakimbia akaingia ndani. Ingia ndani mimi nikachukua zangu pikipiki nikaondoka zangu. Kuondoka ndo pale siku ya pili akapeleka barua pale kwa kiongozi wangu pale kijiweni. Akapeleka barua pale. Peleka barua bwana naitwa polisi. Kufika pale akanambia wewe ndo umefanya fujo kwa huyo mzee. Umeenda kufanya fujo? Nikamwambia hamna. Mimi pale nikaelezea polisi kwamba bwana huyu jamaa anaishi na mke wangu. Ulimpiga? Nikamwambia mimi sijampiga. Pale nikatoa maelezo pale. Wao wakataka kumweka ndani. Nikasema mwacheni, msimweke ndani kwa sababu. Kwa nini walitaka kumweka ndani? Walitaka kumweka ndani kwa sababu aliambiwa kwamba unaishi na mke wa mtu. Wewe ulikuwa na haki ya kupigwa kwa sababu wewe utambuliki kwa huyo binti kwao. Lakini wewe umeamua kumchukua mke wa mtu, unajua kabisa wewe mke wa mtu, alafu unatoka naye na unaishi naye na unaenda kushtaki polisi. Akamwambia hamna sio nini pale, akajitetea pale. Mimi nikasema kesi. Lakini alikiri kweli. Pale wakanambia bwana wewe cha kufanya, wewe mwanamke si umemtoa kwao? Ngambia yeye ulimtumia nauli yeye, basi wewe fanya kitu kimoja, wewe mlipie nauli arudi kwao. Mimi kweli pale nilitaka niende naye stendi pale, akaniomba bwana mimi sitaki, kama sitaki kuishi na wewe ndio nalazimisha mimi, ukinipa hiyo nauli yako, je ukinipeleka stendi nikitoroka itakuwaje? Basi mimi nikamwambia basi wewe utafanya maamuzi yako tu, mimi sihangaiki na wewe. Basi kuna siku moja akanipigia simu. Siku hiyo nikapotezea. Kama wiki moja. Akanipigia simu bwana, kwani pale ushahama? Nikamwambia pale nishahama. Akaniambia sawa, kwa hiyo tunafanyaje? Mimi nataka nirudi. Nikamwambia urudi wapi? Akaniambia mimi nataka nirudi. Nikamwambia hamna, wewe huwezi kurudi, mimi pale nishahama na nishapata mwanamke mwingine. Akaniambia hapana, mimi nataka kurudi. Nikamwambia hamna. Ukumuuliza kwa nini? Akaniambia bwana huku naumwa, kwa sababu pale kabla hajanipigia kama nataka kurudi aliumwa. Aliumwa, amevimba miguu, ameshindwa kutembea. Kwa hiyo akawa anasema kwa watu kwamba bwana mimi nimemloga. Ngambia yani mimi hela matumizi sina. Napata wapi hela kwenda kukuloga wewe? Sina, yani mimi sina mpango wa kukuloga kwa sababu wanawake wamejaa, mimi siwezi kung'ang'ania wewe. Kweli kwa sababu kipindi kile yani nilikuwa naumia sana. Kilala ndani usiku yani inakuja yani picha zake tu. Lakini nikikumbuka yani maneno ambayo alikuwa ananiambia mwanzo, basi mimi nikasema acha tu, kama sio bahati yangu basi, kama sio kwangu basi Mungu anaweza siku moja anaweza akanipatia kwangu. Basi mimi akawa anasumbua, anataka kurudi. Nikapiga simu nyumbani, akaniambia bwana mwanamke kisha kuacha tena kakosea kwenda mtaa wa pili. Angeondoka labda huko mbalimbali, mtaa wa pili, yani mtaa wa kwanza unaokaa wewe, wa pili inabidi yenu achane naye kwa sababu
huwezi kujua anarudi kwa sababu gani. Anaweza akarudi kwa sababu wewe alipokuacha alitegemea kama utaishiwa, labda utakonda, labda utafanyaje. Anakuona kwenye hali hiyo. Je, unafikiri atakuwa anarudi kwa wema? Huyo hawezi kurudi kwa wema. Huyo achana naye. Kweli mimi mzee alikuwa anashauri na mangu alikuwa ananishauri hivyo kwamba bana niachane naye. Kweli mimi kwa sababu alikuwa anapiga simu nyumbani kwetu, alikuwa anawasiliana nao. Basi akata mawasiliano, akipiga simu kule nyumbani kwa ndugu zangu, ampokelee simu wakamwacha. Kwa mpaka leo kanipigia simu na wasiliana naye tu vizuri, lakini aliniomba kurudi, lakini mimi niliamua kumcancel tu. Miguu ilipona? Hiyo miguu alikaa ndani wiki moja akapona. Akapona na akipelekwa hospitalini anaumwa nini haijulikani anaumwa nini. Kwa ndo kilonja kwa sababu ndo maana alisema kwa mimi nimemroga. Umeona? Kwa hiyo na wewe kuna mahali popote uliwahi kushtakia? Mimi sijawahi kwenda kushtakia simu yoyote. Hata kwa wazazi? Hata kwa wazazi mimi hapana. Kwa hiyo kwenye kuloga huko sio kweli? Mimi sijawahi. Au ulimshtakia Mungu? Hamna, mimi nilimwambia tu Mungu kama ni wa kwangu atarudi. Basi kama sio wa kwangu basi ataendelea kukaa na huyo mzee hivyo tu. Lakini kwenda kwa waganga kwamba sijui naenda kumloga, sijui nini, hiyo hapana. Ila kwa waganga ulienda kwa ajili ya? Mimi kwa waganga sijawahi kwenda. Sijawahi kukanyaga kwa mganga kwamba eti naenda kumloga huyu mtu, hapana. Mimi sio vitu vyangu ni kwa waganga. Sawa, sasa. Kwa hiyo baada ya hapo hamjarudiana mpaka leo? Baada ya hapo ananipigia tu simu, bwana matumizi ya mtoto hivyo, lakini masuala ya kurudiana hiyo hapana. Mimi sikuwahi kuweka akilini. Wakati anapokuomba kurudi na matumizi ya mtoto, ameshakwambia kwamba anataka kurudi, alikuwa anatumia kauli gani? Kwamba anarudi kwa sababu anaumwa, au anarudi kwa sababu alikosea, au anarudi kwa sababu kule amekuta tofauti na alivyotarajia? Kwa sababu kule unajua mwanaume ukifika umri fulani lazima utahitaji watoto. Kwa hiyo pale kule mzee pale nahisi alikuwa anamwambia kwamba wewe uzai, ashiki ujauzito. Ndio maana akawa anagombana naye, ndio maana aliomba kurudi. Mpaka kuna siku alinipigia, bwana naomba basi kama ni hivyo utaki kurudiane. Kama unipendi basi njoo tufute kile kiapo. Nikamwambia wewe utafuta mwenyewe. Basi hivyo ikawa. Kwa hiyo kile kiapo alikitaka mwenyewe na alitamka kwa kinywa chake mwenyewe kwamba kama akikusaliti asizae. Na akaja akafanya usaliti huo kweli. Na baada ya usaliti huo kweli hajazaa kule alipoenda. Kule ndo yani yeye kile kiapo alikitaka alikitamka kwa kinywa chake, na kanambia bwana siku nikikuchiti au nikikusaliti hata nikiwa kwenye siku za hatari nisiweze kushika mimba. Na kweli mpaka leo. Akinipigia simu basi naomba tufute kile kiapo. Kwa hiyo anakupigia simu kule, kwa hiyo yule bosi wake anataka mtoto ambaye ndo mtu wake kwa sasa. Wameshafanya taratibu zozote za wao kuwa rasmi, pengine kutambulika kwenye familia zao zote mbili? Hawajawahi kutambulishana. Na yule jamaa anataka mtoto bado? Yule jamaa anataka mtoto na hawajawahi kutambulishana. Na yule yani haraka yani yule uwezo kumchukua yani kwa yule binti na yule mzee. Yani ni vitu viwili tofauti, kwa sababu yani mtu labda angekuwa labda ni kijana sawa, lakini ni mtu mzima kidogo. Ni mtu mzima, kwa hiyo uweze ukamchukua ukampeleka nyumbani, wazazi wenyewe wanaweza kukushangaa kwa sababu ni mtu mzima yule. Hapo nimepata namna fulani kama mwanafamilia wa Tiki TV imewahi kutokea hii au kuisikia, utuambie. Kiapo mtu kakileta mwenyewe na kimerudi kumkamata mwenyewe. Kwa hiyo ni jambo ambalo linatufundisha tuwe makini na maneno yetu. Mimi nina swali kwako. Ametaka kufuta kiapo kile. Sasa hivi bado yupo na yule mtu mzima, bado wanaendelea, na alitaka kurudi kwako au alitoka akaenda pembeni kidogo kuonesha kwamba amejutia makosa yake na anahitaji kurudi? Aliwahi kunipigia akaniambia bwana nimejutia makosa yangu, ndio maana akaomba kurudi, lakini mimi sikuwahi kufikiria kumrudisha. Kufuatilia pengine kama yupo kule alipoenda baada ya kuachana na wewe kwa yule bosi wake? Kuna rafiki yangu anakaa kule ambao ni bodaboda, anakaa kule. Kwa hiyo ananiambia bwana yupo bado anaishi naye, ila kuna mtaa anamuonaga, akaniambia bwana
sidhani kama labda anaweza akawa anafanya kazi kule, ila aliniambia kwamba yupo. Alishawahi kumuona, labda alimuona mara moja. Kwa hiyo wakati ambapo anakuomba msamaha, anahitaji kurudiana na wewe, bado akawa anaendelea kukaa kwa ile bosi wake. Alikuwa hana mazingira mengine ya kukaa au ni kitu gani unafahamu kuhusu hilo? Kwanza yule ana ndugu huko. Na pale tulipokuwa tunakaa na ni ndugu yake. Tuseme. Kwa pale alishaweka bifu na wale. Kwa kurudi pale hawezi tena, na ndugu hana. Ndugu akusema yani huyu huku hana ndugu aina yoyote. Umeshafikiria kumsamehe? Mimi siwezi kukaa na kinyongo moyoni. Mimi binafsi nimeshamsamehe na siwezi kumsamehe nikarudiana naye, ila kumsamehe nimeshamsamehe kwa sababu alishanifanyia mambo mengi sana ambao ni mambo ya ajabu sana, lakini mimi nimeshamsamehe. Mambo mengine aliyokufanyia ya ajabu makubwa zaidi kama hivyo, mtu anakuambia bwana mimi siwezi kukuchiti, lakini anakuchiti, anatoka hata kama sijafunga naye ndoa. Unajua mtu ukiona kaa naye nyumba moja wewe tayari ni mke wako. Mimi nina swali, wakati anakuambia kuhusiana na kula kiapo na wewe ukasema haujui kuhusiana na kiapo chochote, ukashangaa na yeye akaanza kujiapiza, kisha akataka na wewe mwenyewe wape. Kama ulikuwa haujui kuhusiana na kiapo, mbona ulikataa kula kiapo sawa na alichokula yeye? Yeye alisema akichiti asizae, wewe ukasema ukichiti yule mwanamke azae. Kwanza ni kitu kigumu sana kusema bwana nikikuchiti, kwa sababu unajua sisi ni binadamu, sawa? Kwa hiyo tunapitia mapito mengi sana. Kwa hiyo ukisema kwamba mimi ikatokea mimi nilifikiria haraka ikatokea labda yeye ameondoka hapa ulimwenguni na mimi, au ikatokea mimi nikaondoka, hicho kiapo. Kwa hiyo mimi nilifikiria haraka nikasema basi ngoja niseme tu hivi. Unaonaje pengine kama ukimtafuta atakuwa tayari kusogea sehemu uliyopo, walau tupate kitu cha kujifunza kuhusiana na kiapo hicho, tufanye tukio moja kubwa la kiroho, kwa sababu inawezekana kufanya tukio la kiroho, ukamsamehe kiapo kikafutwa na maisha mengine yakaendelea, kwa sababu ni kama mtu ambaye anatembea kwenye kifungo cha maneno yake mwenyewe mbele yako na anaamini hivyo, ndio maana anakuambia akutafute, mfute kiapo ili aweze kuwa huru, atakupata watoto wengine. Upo tayari? Yeye akitaka mimi nitakubali, kwa sababu tumeshaachana, nimeshamwacha na yeye kashaniacha. Basi nimekubali. Sawa. Tutaendelea, naamini muendelezo utakuwepo. Anaitwa nani? Yule au kwa jina moja tu? Anaitwa Agnes. Basi kwa jina moja tu tutakuwa na muendelezo tukiwa na Agnes hapa Tiki TV. Hakikisha umesubscribe ili usipitwe na yajayo. Tutaweza kujua mengi zaidi. Kwa sasa ni wakumbushe tu, yapo mengi ambayo yanakuja. Sina la ziada, tutakuwa na Agnes, tutajua mambo mengine mengi zaidi ya upande wa pili, na pengine Mwenyezi Mungu akisaidia, hatujui, lakini mimi naamini inawezekana brother akabadilisha moyo, mtoto alelewe na baba na mama. Sina hakika itakuwaje, mimi sijui. Niwakumbushe, kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofya subscribe kisha alama ya kengele, tu familia moja. Tiki TV, kiakili zaidi. Bye kwa sasa.